kwa ajili ya utume. Aliyatoa maisha yake kama sadaka ili wewe na mimi tuweze kuokolewa. Alianzia wapi? Alianzia mezani. Na kwa namna hiyo unaalikwa kuja mezani pamoja na Bwana. Unaalikwa kuja mezani pamoja na Kristo. Hapa atakupatia mlinganyo huu ambao kwa kweli kama utakosekana aina fulani ya mlinganyo huu wa chakula mezani, hakika madhara yatakupata. Hakika madhara yatakupata. Na unajua unapokuwa mezani, si kwamba kila chakula ambacho watu nikileta mezani kinafaa. Na hapo nimekwambia kwamba kwa mfano sukari, nimekwambia kwamba kama utaweza punguza. Kwa sababu gani? Itakusaidia, utakuwa na manufaa baadaye, lakini sio salama. Viko vyakula ambavyo vinaleta madhara. Kuna mafundisho ambayo ukiyapokea ukiwa mezani yataleta madhara kwenye maisha yako, yataleta madhara. Yaani kila ambacho Mungu hayupo hapo mezani, kuna wakati fulani unakutana na maelekezo na mafundisho, unakutana na ibada za asubuhi ambazo Yesu hayupo. Na kama Yesu hayupo, Roho Mtakatifu hayupo. Na kama Roho Mtakatifu hayupo, Baba wa mbinguni hayupo. Hizo ibada, hiyo meza inakuwa imepungua. Lakini si hivyo tu, unapokuwepo mezani, hakikisha mambo manne unayashughulikia. Hakikisha neno la Bwana unalitafakari. Hakikisha unapata muda wa kusifu. Hakikisha unapokuwepo mezani asubuhi unapata muda wa kuwa na dua, maombi. Lakini hakikisha ya kwamba hapa mezani unapokuwepo, unapopokea nguvu, ukienda kazini, hakikisha kwamba kuna baraka ambazo, amini ya kwamba kuna baraka ambazo Bwana atakupatia, na hivyo utarejea tena hapo nyumbani. Na ukisharejea nyumbani, kuna jambo la kufanya. Shukrani. Mshukuru Bwana mezani, mshukuru Bwana. Lakini baada ya kushukuru Bwana, kama Bwana amekubariki, amebariki uhai wako, amekupatia uzima, amekurinda, amekupatia afya, na unafanya kazi na Bwana huko kazini, amekubariki, jambo hili ni bora sana kulifanya kwako na kulifanya kwako kama yeye alivyofanya hivyo, na aliyafanya yote haya, na baadaye akatoa moyo wake, akatoa maisha yake kama sadaka ya kuteketezwa ili wewe na mimi tuokolewe. Unahitaji kurudisha zaka na sadaka. Unahitaji kurudisha zaka na sadaka. Kwa sababu gani? Umebarikiwa, Bwana amekubariki, hivyo lazima urudishe, lazima utoe, maana haya ni mapenzi ya Mungu. Na kwa namna hiyo Mungu akusaidie katika baraka. Kumbuka kurudisha sifa na shukrani katika baraka anazokupatia. Kumbuka kutoa ili uweze kubarikiwa zaidi. Na si tu hivyo, maisha yako na maisha yangu yakipungua kwenye hivi vitu, ndio tunaita magonjwa ya kiroho, yataathiri maisha yako, yataathiri maisha yako. Kwa Mungu anisaidie na Mungu amsaidie ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, kwamba mapito yako na mapito yangu yaweze kuwa, ili yaweze kuwa bora, ni lazima niweze kutembea katika mlinganyo huu wa chakula mezani. Huu ni umuhimu, mambo muhimu. Haya ni bora kwako na bora kwangu. Lazima nidumu kwenye maombi, nidumu kutafakari neno, lakini nidumu kurudisha sifa na shukrani kwake. Lakini pia baraka zake zinakuendelea kuwepo ndani yangu, ni lazima nitoe zaka na sadaka. Hili tutalizungumza tutakapokuwa tukitengeneza muda na kutafakari kwa kina habari hii ya matoleo. Na mwezi huu wa 7 unaokuja, baada ya tafakari hizi, tunajiandaa kwa ajili ya mada zinazosema maisha juu ya madhabahu. Haya hapa ndipo tutakapoingia kwa undani zaidi kuhusiana na habari ya matoleo. Hivyo Bwana akusaidie na Bwana akuwezeshe
usiweke kusubscribe ili kwamba masomo haya yatakapoendelea uendelee kuyapokea, lakini si kuyapokea tu, kuhakikisha wengine unawabariki kwa kushare, na si kushare tu, lakini pia kuendelea kutoa maombi yako kwa ajili kwamba huduma hizi watu wengi ulimwenguni waweze kubarikiwa. Bwana akubariki.